Yuko hapa kuhakikisha mambo yanakaa vizuri. Karibu sana kwenye show namba 1 kama sasa hivi ndio nafungulia redio yako ikiwa tayari ni dakika 28 tangu ilipotimia 9 za alasiri. Si ndio mshikaji wetu? Na leo ikiwa ni tarehe 8 ya mwezi wa 7. Bana, sikukuu imeisha, tuko humu ndani, tuko na mshikaji wetu anaitwa BJ Juma, The Sun Music. Mambo vipi? 100%. Bana, uko vizuri? Hivi kwa nini The Sun Music mambo vipi ni 100%? Kwa sababu gani? The Sun Music ni kama umeniita hapo nataka kujua the way nilivyo. Kwa hiyo nikikwambia 100% means ni kwamba niko fresh kabisa kwa 100%. Unampa asilimia ngapi anaitwa Hamo Rapa kwenye Kiingereza? Siwezi kumpa hata 100%. Kwa sababu gani? Hakuna Kiingereza pale. Sema bado anajitafuta kwenye Kiingereza. Sasa mimi nikajua anajua Kiingereza. Bado. Nikajua anajua Kiingereza, utusaidie wewe kutokea huko. Hivi watu kutokea Kigoma, yani Waha, huwa mnasifika kwa upambanaji. Hii huwa inasababishwa na nini? Kwa sababu umetoka Kigoma, labda unaweza ukatusaidia. Kabla hatujaenda kile unachokifanya, kwanza tupate hii experience. Why watu wa Kigoma wanasifika sana? Utawakuta ndo machinga, utawakuta ni watu fulani, yani kazi zao ni wapambanaji sana, yani ni wapambanaji kweli kweli. Why watu wa Kigoma mko hivyo? Ni misingi ya wazee wetu ambao wao waliotangulia na hiyo misingi ya kupambana. Unajua kila kitu huwa kina misingi yake. Na ndio maana ukiangalia asilimia nyingi ya watu waliopo nje walioenda kufanya kazi utumwani huko, ndio asilimia kubwa ni wazee from Kigoma. Kama ulikuwa ujui hilo. Sasa mimi nilichokuwa nakijua wazee kutokea Kagera, wazee kutokea Bukoba ndio wamekuaga wa kwanza kwenda kule Ujerumani kwenda wapi? No. Haikuwa hivyo. Utapigwa BJ. Mimi nakwambia haikuwa hivyo. BJ utapigwa. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Ndio. Nasema hivi kwa sababu mimi nimesomea kule. Ndio. Masomo yote nimesomea kule. Sawa. A level, O level nimesomea kule. Kwa hiyo najua misingi. Na ndio maana nikikwambia nikianza kukupa list ya singers na list ya wacheza movie za ngumi. Ndio. Kwamba hawa ni asili yao ni K-Town. Unaweza ukawanda. Okay. Yeah. Okay, kwa mmesifika hiyo ni asili yenu, yani kutokea. Yani ni asili ya wazee ambao misingi wao waliitengeneza. Kwa hiyo sisi tunaenda kwenye misingi ya wazee. Okay, hivi Kigoma pia kuna makabila mengine? Yeah. Na kabila gani ambalo umeshaliona kwamba kule linaongoza kwa wingi? Wabembe. Yeah. Wabembe ni wanapatikana wapi Boni Wabembe? Wabembe sijai wanapatikana wapi? Kigoma. Yeah. Nasema la ugeni. Kabila ambalo ni yani kama unavyoona huku Wahaya, lakini unakuta Wasukuma ndo wengi. Yani ni kabila ambalo Wahaya si ndo wengi, lakini Wasukuma unakuta na wao ni wengi sana. Kama unavyoona huku Wasukuma ni wengi, Waha ni wengi. Sasa kule kwa wingi wa kabila ni Waha. Ni Waha wao. Ndio hao sasa wanaitwa Wabembe. Kumbe Waha pia nao wanagawanyika kama kule kuna kama makabila 5. Tusaidie. Mpaka 6. Kuna Wanyamwezi. Ndio. Kuna Wabembe. Kuna Waha. Sasa hao wengine mawili mpaka ni gugu. Yamekutoka. Okay. Hawa Wabembe pia ni huko kwa Waha. Okay. Lakini azilivyo Kagera hapa Wahaya ni kama ndo main. Okay. Inabeba mkoa. Ndio. Lakini kwenye Wahaya hao kuna Wanyambo. Yes, hapo nimekuelewa. Hapo nimekupata, umetuchanua vizuri. Hivi umetuchanganulia vizuri. Sasa BJ bana, umekuja na ngoma inaitwa Malalamiko. Umekuwa ni miongoni mwa wasanii ambao unakujaga na mistari unasifia wapenzi wako, unasifia mpenzi wako. Sijenga. Unajua hii kauli ya wapenzi wako ina maana una ushahidi. Unasifia mpenzi wako. Umekuwa na kazi imeshika tamna, imefanya vizuri, inaitwa Nakupenda. Si ndio? Sasa kabla tujaenda kwenye game, umekuja na ngoma inaitwa Malalamiko. Kabla tujaenda kwenye game, siku moja hapa ni kuumia waya wakati umepata matatizo hapa, umepata msiba. Tumshukuru Mungu kwa kuwa sisi ni wazima, mambo yakaisha na sasa hivi umerejea 40 tumeimaliza ya mzee. Sasa hivi maisha mengine yanaendelea. Moja ya jambo ambalo nilikuuliza lakini bahati mbaya tukawa kama tukupatana vizuri, ni ushirikiano kati ya wasanii tu wasanii. Yani kama mimi Boni nitampigia Boni, mimi naumwa
Boni ataambia pole, sasa ngoja mimi nikomae na pindi, lakini wakiona hali imezidi atambeba Skills, atambeba nani, watakuja wanione. Lakini kwako nilivyokuuliza ukasema ushirikiano haukupata. Sasa watu kama hawakupata vizuri. Ni kweli ukupata ushirikiano wowote, na haukupata ushirikiano wowote kivipi? Utusaidie. Labda sasa hapo ningetaka uliweke sawa. Unajua kuna ushirikiano wa aina tofauti tofauti. Kuna ushirikiano wa kubustiwa kitu fulani kiende. Alafu kuna ushirikiano ule wa bane pole. Anachomaanisha ushirikiano na usema hapa ni wa mtu hata moja kwa moja alikupigia Kasim. Unajua mtu anaweza asikupe chochote, lakini ile faraja ya kuiona hata message yake ukajisikia kumbe Boni ananithamini. Kumbe Boni na mimi nikiwa na tatizo, hata kama hajanipa kitu, lakini kuna namna amenigusa kwa chochote. Wasanii wali at least hata kama message wapo baadhi. Lakini unajua Kagera kuna zaidi ya wasanii 50. Lakini nilipata nilipigiwa simu au kutumiwa message na wasanii 3. Ndio. Kuna Tove Master, kuna Shemela, kuna dadangu Saida Karoli. Enough. Lakini wengine wote sikuona message wala kupigiwa simu. Wasanii. Wasanii. Boni. Wasanii. Mbona kama wanakuaga na vibe sana, wanaonekana wana ushirikiano. Inakuaje watu 3 tu ndo wanampigia BJ Juma na kumpa pole? Ili ulichukuliaje? Na miongoni mwa watu ambao wanatoa taarifa sana, BJ Juma ni miongoni mwa watu ambao wanatoa taarifa hata kama akiwa na jambo lake atatuma message, atafanya hivi. Hata kipindi ambapo amepata matatizo ni miongoni mwa watu ambao walituma ujumbe, hata kwenye 40 pia walituma ujumbe. Ndio. Kwa hiyo sidhani kama wasanii wenzake kupata ujumbe. Afu sasa hivi wanaanza kutuma message. Wasikudanganye ndugu yangu. Wao wakuoneshe ushirikiano wa kuache. Wewe kama kijana mwenzetu kwenye matatizo kama haya, kabla tujaongelea game kimaisha kabisa, kiuhalisia, yani umepata tatizo alafu unaona kama watu wanakupiga mgongo, hii ulichukuliaje? Kwanza nilipata funzo. Ndio. Nilipata funzo kwamba wakati wa raha mnakuwa pamoja, lakini wakati wa shida yoyote ile, hata kama sio ya kuondokewa na mtu wako wa karibu, watu wanakuranz. Kwa hiyo nimejifunza kwamba, lakini kuna msanii mmoja yeye alifariki kabisa wa hapa, lakini tulitoa support sana na tulipigiwa sana simu. Fanyeni hiki, mkutane wasanii, mchange hiki, kipatikane hiki, mkipeleke kwa mke wa huyo msanii aliyefariki. Ilifanyika sehemu moja, but siwezi nikaimention kwa sababu ya tofauti. Lakini kwangu ilikuwa ni tofauti sana. Haiko promote wale ambao walifanya hiyo promotion hawakufanya hilo jambo. Maka nilimsikia mmoja alisema sikujua kama The Sun BJ Juma alipata hilo tatizo. As ulivyosema na BM, wakati messages zilikuwa zinaingia. Umeona BM, umeona na kuaga na kuambia kila siku ndugu yangu bana. Wanasema kuna watu bana kwenye maisha ukiwabeba ukaona kuna sehemu wamekukwaza kwa namna moja ama nyingine, kuna style unaweza kaibadilisha maisha ukatafuta njia mpya. Kwa hiyo BJ nafikiri hilo limekuwa funzo kwake, lakini pia hata sisi ametupa kama funzo, tumeweza kujifunza kitu kutokea kwake, kwa sababu amekuwa ni miongoni mwa wasanii ambao anakuwa anaonesha sana ushirikiano. BJ Juma bana, kabla tujaenda kwenye kazi huku, tuna mengi leo ya kuzungumza. Leo ukiwa hapa umekaa ukaambiwa sasa BJ rasmi natakiwa utoke mkoa wa Kagera urudi nyumbani Kigoma. Tupe majibu yako. Siwezi. Siwezi kwa sababu mbona imekuchekesha sana hiyo sasa na mimi sasa hivi naenda rudi nyumbani. Kitu hapana. Sijamaanisha kurudi nyumbani, yani uende nyumbani kwenu. Ukaishi. Ukaishi Kigoma. Kwa kweli Breezy na BM 6 mimi siwezi kwa sababu ya the way tayari nimejitengeneza huku. Unajua mimi wakati namaliza sekondari 2014 ndio. Umeona? 15 nikatoka. Boni vipi ndugu yangu? Wewe kama ni hapa juzi
Usishangae wenzio washakula chumvi. Kwa hiyo it's so sad, yani ni mbaya mno na ni ngumu mno mimi kwenda kule. Hata familia wakubwa zangu washawahi kusema hivyo. Sasa unatakiwa urudi Kigoma, ukae Kigoma. Da kidogo ilikuwa na changamoto na aliyekuja kuniokoa ni bi mkubwa. Sema ameshazoea zake huko, ana familia yake, kwa hiyo anajua the way anavyoishi. Nitaenda kwa Blizzard anipe 10,000 bana, kwa Blizzard uhakika. Sasa nikienda Kigoma naanzia wapi? Kwa hiyo siweki, ufupi ni kwamba siwezi. Isipokuwa tu alikitokea la kutokea nimedondoka, mwili wangu upelekwe Uvinza. Unataka uende nyumbani. Sawa, hapo nimekuelewa vizuri sana BJ Juma. Kwa Kigoma, kwa namna ambavyo unaiona Kigoma na Bukoba. Hivi wewe unatokea Uvinza? Natokea wilaya ya Uvinza. Haya, tuiongelee wilaya ya Uvinza. Wilaya ya Uvinza. Uvinza ni tarafa. Wilaya ya Kigoma mjini. Kigoma mjini. Okay, sasa tuongelee kwa Baba Levo na Bukoba mjini. Tupe katika biashara. Unaona ni sehemu gani inafaa kwako wewe, namna unavyoona kwenye maono yako? Unaona inafaa Bukoba mjini kwa namna experience ulionayo, ama kwa experience ulionayo kwa Kigoma mjini, wapi panafaa kwako katika harakati zako hizo ambazo unazifanya za usukaji? Wapi unaona panashika hatamu na panafaa? Mimi naweza nikasema ni huku, kwa sababu mambo ya ususi sikuyaanzia Kigoma. Ndio. Wakati natoka Kigoma nilikuwa natoka Kigoma vijijini, kama watu walikuwa hawajui. Ndio. Mimi baada ya Kigoma kijijini ndo tukahamia Kigoma mjini. Kwa hiyo pale Kigoma mjini sikukaa sana. Ukachoropoko kaja Mwanza kutoka Mwanza kwenye Bukoba. Kwa hiyo vile historia yako naijua hivi. Kwa hiyo siwezi nikasema kwamba Kigoma kwa upande wangu mimi, kwa upande wa biashara kama inaweza ikawa vyema. Lazima niseme Bukoba, kwa sababu hapa najua changamoto na the way ninavyofanya kazi. Okay, sawa. BJ Juma, turejea hapo ulivyoenda Mwanza. Mwanza bana wakakutapeli. Tupe short story kidogo. Mwanza tapeliwa kumbe Mwanza. Sasa sikia hapa alivyotapeli. Nataka tujue nilipigwa pale, nashuka hivi sema moja. Ukisema ulipigwa wengine watajua ulipigwa ngumi. Nilitapeliwa. Nashuka Buhongwa pale. Buhongwa najua ni kata. Akaja na sasa hivi Buhongwa pamekuwa mjini sasa. Sasa hivi ni hatari. Jamaa akaja Sasa sijui alinisikia wakati nazungumza kwenye simu. Yaani nashindwa kuelewa. Sijui alimsikia ndugu yangu yule ambaye naenda kwake pale. Bana nimekuja kupokea. Nipe begi nikusaidie. Nikampa begi. Sema sasa ni wait hapa nikakuchukulie kinywaji. Nikampa na ile begi akaendelea. Ukiwa mgeni tena hapo. Unaambia tena masuala ya kinywaji hapo. Bana subiri mtu. Subiri mtu. Nilichoshukuru ni kwamba jamaa kuniomba simu. Kwa hiyo kidogo ingeniwea ngumu kukutana na yule. Kalale nikutana huyo mgeni. Nikampigia Simbane, wewe mwagiza mtu aje anipokee. Mbona sasa hivi ni dakika 30, mbona harusi? Tayari. Umeshakwisha. Wewe umeshakumaliza. Nipo sehemu fulani, ngoja nikufuate hapa. Kwanza alifika na kuanza kunicheka. Kwa sababu kijijini mimi nilikuwa kama mjanja. Ndo Mnyamwezi. Alafu sasa Mnyamwezi katapeliwa. Ulishaona hiyo boni hiyo? Kama chuo mimi ndo nilikuwa Mnyamwezi wao, alafu nikatapeliwa. Simu zote mbili. Kwa hiyo niliona aibu kusema nimetapeliwa. Au Nyamwezi unatokana kutapeliwa kwa sababu ya labda ulikuwa usalimia washikaji, hasa unaona huyo alifanya wale washikaji ukisikia kuku mgenyi ana kamba mguuni, sijui msemo unasema hivi, kosi kamba mguuni, kuna namna kweli unakuwa unaonekana. Unajua kuna confidence ya kwamba mimi hapa napajua. Lakini ile confidence usoni inaonekana kabisa huyo mtu hapa juu hapa. Kwa hiyo sasa leo ni zamu yake ya kumpiga. Sawa bana, tukiachana na yote hayo BJ Juma, umekuwa tunarudi kwenye swali letu, umekuwa miongoni mwa wasanii ambao unatengeneza kazi za kusifia mpenzi. Lakini sasa inakuwaje hapa sasa hivi umekuja na Malalamiko? Ngoma inaitwa Malalamiko. Malalamiko ni idea tu ilikuja. Lakini the way ilivyokuja, kwanza ilikuja ni tengeneze kitu kikubwa, labda kama napeleka malalamiko yangu kwa mkoa, labda kwa mkuu wa wilaya au kwa wanaosuluhisha masuala ya ndoa, au kwa mzee wa makamu ambaye anaweza katatua tatizo langu. Lakini the way idea ilivyokuja, mimi nikalipeleka kabisa hili, ngoja nilipeleke kama naenda ukweni bana, the way ninavyoishi na wife
sasa hivi ni tofauti na tulivyoanza. That's why ni kama napeleka ujumbe ukweni, lakini mtu asije akajaji as limenikuta. Ni idea ambayo mtu yote anaweza akaitumia. Okay. Yeah. Sawa. Huyu ni The Than Music atuletea kazi leo. Inaitwa Malalamiko, na ametuelezea kwa sababu gani ameamua kuleta kazi ya style kama hiyo. Ilishatokea shida ukapeleka Malalamiko ukweni? No, sijawahi. Toka na muoa wife 2019 haijawahi kutokea. Japokuwa basi nilionao kwenye jamii yangu, mimi nimekuwa kama maliza matatizo yao. Okay, mnamaliza mkiwa wawili, wala hahitaji mambo ya kushirikisha watu. Unajua nini kwa nini? The way ninavyoishi na familia yangu. Oya the sun huko, hata ikiwa saa 3 nipo nyumbani bana, huku kiminuka. Sasa mimi nimemwambia kwamba tulikuwa na wewe. Na ukiangalia shemeji yule ananiamini kweli. Kama basi naenda. Afa mtu wa nyumbani yule ndugu yangu bana. Wewe ameoa kwenye ukoo wangu yule mtu wa nyumbani kule, panaita ukitoka pale Runazi ukashuka chini kuna sehemu moja inaitwa Kasharunga, ukizidi zaidi ukaenda chini kuna sehemu moja inaitwa Ngote. Sasa ukirudi Kasharunga ukapandisha juu kuna sehemu moja inaitwa Mbunda. Sasa kabla hujaenda Mbunda kuna sehemu moja inaitwa Kasenene. Unapita Kasenene unaenda Mbunda. Yaani haya maeneo najua vizuri. Mimi nimesoma kule shule ya msingi. Wakati huo ukiwa unasoma nzi wanajirundika wengi mgongoni. Sasa nilikuwa najiuliza why watu mimi nilikuwa mdogo. Yes, asubuhi lakini. Mimi nilikuwa mdogo, kwa hiyo ile harufu ya kikwapa nilikuwa sina. Sasa wale nzi na hisi wako nafuata ile harufu ya jasho nini. Unajua wale tumesoma na majanti. Achana mili yetu ya siku hizi ya sukari. Kwa hiyo umesoma na watu wazito sana, wakubwa kweli mwangalie. Afu na waongoza, yani kwa hiyo ilikuwa tabu kweli kweli. Yani kwa ulikuwa unafuatwa hadi kichwani ilikuwa sawa. Ila baadaye sio mambo yakabadilikaje kwenye maisha. Unajua bora unaweza kaa huko sawa, afu baadaye bora kama mwenyewe unakaa chini unaje vipi mbona kama sielewi mbona nilikuwa kulalamika mwenyewe. Mbona nilikuwa mkali. Sasa tukaisikilize kazi ya BJ Juma inaitwa Malalamiko. Kama Boni amemaliza vizuri, sio unalalamika mwenyewe. Mama yangu. Is GY. Listen. BJ Juma. Chris with the beat. When I know me change. I'm a change. When I know me change. I'm a change. Amebadilika sana. Soka kipindi cha nyuma. Na mtuma anasema we. Nao sasa amechange anavaa oza kitozi za kitozi. Nao sasa amechange anavaa oza kitozi za kitozi. Anasema wezi du mezoea kulala. Sasa hivi movie kwangu imekuwa katrela. Mezoea kulala. Sasa hivi movie kwangu imekuwa katrela. Kila siku majonzi na mina mwaga machozi. Kila siku majonzi na mina mwaga machozi. Mina mwaga machozi. Nimeleta malalamiko. Nimeleta malalamiko. Mabadiliko kwake sasa nao mabaya. Mabadiliko kwake sasa naona haya. Nakumbuka zake adhabu. Nakumbuka bala tabu. Ndugu zangu wakija na change. Ndugu zangu anakuja revenge. Ndugu zangu anakuja na change. Ndugu zangu anakuja revenge. Wakija kwao anacheka. Wakija kwao anaruka. Najiuliza. Ni mengi sana sitakiongea, ni mengi sana sitakiongea, ni mengi sana nikiongea mtaumia. Ni mengi sana nikiongea mtaumia. Ni mengi sana amechange. Button to button. Mama yangu. Maneno amechange. Maneno amechange. Sasa nao pombe kama kawa. Sasa nao pombe
anakunywa na lewa, anakunywa pagawa, anakunywa na lewa, anakunywa pagawa. The sound. Button to button, mama yangu. Boni, kabla mimi sijazungumzia hii kazi, niambie kwa upande wako, Boni. Okay. Bado sijakupata. Yes. Okay, ni miongoni mwa kazi kali sana, kali sana. Kwanza watu wachuga yani kwenye kazi kama hizi. Nilijua tu. Ndio maana nilikuwa nataka nisikize comment kutoka kwako ukiwa mtu wa kwanza. Yaani si kwenye trap watu tunakubali sana. Na naamini washikaji wengi asilimia kubwa ambao wanaimba ngoma za hip hop au traps. Yes. Wao waga sana. Sijaikuta msanii yote ambaye anaimba trap au hip hop akaniangusha siku zote. Na ndio maana kuna interview nishafanya na BJ Juma. Ndio. Nikamwambia bana, ukikaa sana kwenye hip hop na ngoma za trap utaua sana. Anakumbuka nishamwambia. So malalamiko hiyo hapo tumeisikia, ngoma kali sana zesa. Na hiyo na wewe na hilo neno lako la zesa ni sasa. Sawa. BJ Juma, nimesikiliza hapa. Mwanamke umepeleka malalamiko. Lakini akienda nyumbani anacheka. Sasa najiuliza kwa nini anacheka? Ndio jua kwamba nimesikiliza vizuri kazi. Ni kwamba wakija ndugu zangu anabadilika. Okay. Wakija wakwao anacheka. Hivi kwenye jamii ya mambo yapo sana. Kuna labda tukio ishawahi kulishuhudia, utuambie kidogo. Kuna rafiki yangu mmoja anamuhifadhi jina. Alikuwa ananisimulia kwamba walikuja ndugu zake. Ndio. Lakini the way shemeji alivyowapokea ilikuwa ni tofauti. Kwa sababu mara nyingi sisi ambao tuna familia wake zetu wanapenda sana kuwajali ndugu zao. Ndio. Wewe ukionyesha utofauti, mke wako anaweza kukufikiria vibaya. Ndio. Akawa ananiambia kwamba yani naomba ndugu zangu waondoke haraka kwa sababu naona kama wife kabadilika. Nikamwambia sasa subiri waje ndugu zake. Wakija ndugu zake utaona mke wako atachangamka, na wewe ukiwa care na wale ndugu zake. Siku 2-3 akaja ndugu zake. Ndio. Walivyokuja mwanamke alichangamka sana, na kama alivyoniambia mshikaji alifanya kila aina ya emezi ambalo ndugu zake walikuwa wanalihitaji. Kwa hiyo hayo mambo yapo kwenye jamii. Jamani tubadilike bana. Tunakuwa na pigo za hivyo inakuwa sio nzuri. Boni yani mimi ninakuwa na wife wakija ndugu zangu nakasirika. Mimi nilivyo sasa. Yani mimi huyu atakubali. Shout out sana kwako pia Jafari kutoka pande za Kemondo kwa kuendelea kusikiliza. Anasema mpo yente kabisa, anasema 77 tumemaliza na tumeondoka hivyo. Sawa. BJ Juma yetu tulishampeleka mjini toka zamani, lakini siku ya leo tunataka tupate comment yako kutokea hapo kitani kwako kupitia 0743303748. Lakini shout out sana kwake pia mkurugenzi wa Karume. Bwana mkurugenzi wa Karume amekuwa ni mdau ambaye anasikiliza sana Shinaza FM kupitia Button to Button. Nikasema nimpe kongole na maua yake kabisa. Pongezi na heshima kubwa kwako. Tunakupa heshima yako mzee. Yapo utuoni ila tunakupa heshima yako mkurugenzi wa Karume Day and Boarding English Medium Primary School kwa kuendelea kusikiliza Shinaza FM kupitia Button to Button. Hello kwenye line. Hello. Habari ya kwako, nani apige simu atoke wapi? Habari ni nzuri na naitwa Tumshukuru kutoka pande za Chanika Buyati. Kutokea Chanika? Bana tuambie vipi ngoma malalamiko? Hiyo ngoma ni hatari. Yaani BJ Juma mimi namkubali sana. Mpe neno moja BJ Juma. Akusikie mwenyewe hapo. Nimekubali huo mstari wa mke akija ndugu zake anafurahi, akija ndugu zako ananuna. Kweli hapo kabisa, yapo ndugu yangu, na kwenye jamii hapo kabisa haya mambo. BJ hapo umetisha, yani wanawake ndo walivyo yani. Sahihi, ni kweli kabisa na kukubali mwamba. Mimi ndo nilikuwa nimekutumia message kwamba kuna ufiki. Haya bana, pamoja sana kwake. Cheki na mwingine kwenye line huyo hapa. Hello.
Leo mambo ni aje? Mambo ni poa kabisa. Nani wapiga simu watokea wapi? Nimekusoma hapa na kusoma Ndugu yetu, mbona kama umeshuka sauti? Hello. Tunakupata. Nani watokea wapi? Haya, tucheki na mwingine huyu hapa. Hello, kwenye line. Na habari ya 91.5. Hapa tuko fresh kabisa. Nani wapiga simu watokea wapi? Ndao mkubwa anaitwa Jordan Daniel au Abacha, niko Msuza hapa Kishogo. Bana, kutoka pande za Kishogo. Tuambie, mshikaji wetu tayari yuko mjini. Sasa tuambie ngoma vipi tunaipeleka mjini Malalamiko? Baza hii ngoma iko shwari kabisa, iko sawa kabisa. DJ Juma na mkubali hata na mimi kwenye kazi zake yuko sawa. Bana, pamoja sana kwako. Pamoja sana mwamba. Msanue mtu mmoja. Ila cha msingi DJ Juma. Ni kazi cha msingi ni mtaji. Haya, mshikaji wetu nilitaka tumalize naye vizuri lakini imekuwa changamoto. Ngoja tumalize na huyu hapa. Hello, kwenye line. Bwana, ni aje habari ya 91.7 ya China FM. Kazi hapo ndani ya mjengo. Hapa ni fresh kabisa mzee baba. Nani wapiga simu watokea wapi? Ngoja kwanza nijitambulishe. Naongea na mkali wa Radio China, si mwingine na maanisha Sadiki Chapa Ilale, niko pale za Kaibanja Salatu, ndo na wakilisha mzee. Bana, pamoja sana kwako kwa kuwakilisha. Vipi Malalamiko tuipeleke mjini? Hii ngoma iko vizuri ndugu yangu. Hii baki hapa ndani ya town moja. Bana, pamoja sana kwako. Msanue mtu mmoja. Big up sana na pamoja imwendee baza yangu Jamshid Rashid akiwa hapo ndani ya mjengo. Tuko pamoja. Nasema haya, pamoja sana kwako. Yeye ameamua atoe shout zake kwa meneja Jamshid Rashid kwamba bana anampa salamu na mambo yanakaa vizuri. Na siku ya kuzaliwa Jamshid Rashid kuna baraa tutalifanya. Noma sana. Aibu utaona wewe. Kwa nini? Kwa sababu ngoja tusubiri siku yetu itakuwaje. Kuna salamu zako hapo kutoka kwa wife. Shemeji yangu la dunia. Breeze, mbona haji kunisalimia? Kwa kweli nitakuja kukusalimia. Unajua uwezi kwenda kusalimia kwa watu mikono mitupu. Mikono mitupu hailambwi. Team button to button. BM, DJ, Breeze. Mje msalimie. Sasa kabla ya kwenda team, mimi kama familia inabidi niende kama familia kwa sababu pale tulipata mtoto wa pili. Sasa inabidi niende na hela kwanza, nimshikishe mtoto. Unajua mtoto akishikishwa hela anakuwa na nyota. Wewe angalia watoto, sisi tunahangaika sana kutafuta hela kwa sababu utotoni hatukushikishwa hela. Ila watoto wa sasa hivi wanashikishwa hela, anatengenezwa msingi kwamba hela iko hivi, harufu ya hela iko hivi. Yaani ukisikia hela usiwe na wasiwasi yote. Shout sana kwako pia Angel kutokea Karagwe Kayanga. Kwa kuendelea kusikiliza mchana hii leo kutokea pande za Karagwe Kayanga. Mda huu anatupata live na mambo yanakaa vizuri sana. DJ Juma, kwa kumalizia tutarajie kazi nyingine itakaokuja, tutakuwa labda kwa sababu tumeona vijana wameimba mapiano, wametoka kaimba madancehall. Tutarajie kuna kazi inakuja ambayo itakuwa tofauti kidogo na masuala ya trap huko. After hii itakuja amapiano. Lakini kwa sasa nasubiri. Kwa sasa hivi nitaipa time track hii. Lakini mwezi wa 9 huko nitaachia hiyo track ya amapiano. Kwa tutarajia mapiano ya mfumo gani sasa, ya kubembeleza mapenzi ama tunaruka ruka? Track inaitwa Badilika. Kumbe hivi. Kwa hiyo tayari shapikwa hiyo. Mbona kama sasa tena yenyewe bado ni ya mafunzo? Sisi tunaamini sisi mapiano tunaamini ni shukushu, ashikichi. Hasa kidogo hizo zimekuwa nyingi. Zimekuwa nyingi, tuseme kama imekuwa too much. Kwa hiyo lazima tuende na utofauti. Kuna kitu umekisema wakati nipo njiani. Nilikuwa hapa kwamba ukiona mtu ame drop, ndio sio kwamba yeye alitamani ku drop. No, ni kutokana na misingi au sababu ambazo zingeweza ambazo yani ilikuwa haziwezi kuzuilika. Kwa hiyo nikisema kwamba nipite hizo chiki cheese sijui nini watasema sasa huyu si ni yale. Kwa hiyo bora uje na mabadiliko mengine. Kwa hiyo ngoma msema inaitwa Badilika. Umechinja, umeiba, umekamba, badilika. Hivi kwa nini? Hivi tena ngoja msanii niko naye ila simulize, ngoja nimuulize Boni. Hivi kwa nini huyu jamaa ubije akiwa anafanya ngoma zake
anakuwa ananongoneza. Yaani kuna baadhi ya mistari kitu ambacho nilikuwa nataka nizungumzie. Moja kati ya kitu ambacho msanii anatakiwa kukifanya ni creativity, kitu ambacho hawana wasanii wengine. Ndio kitu ambacho amefanikiwa kukifanya BJ Juma. Sasa hivi hakuna msanii yote ambaye anafanya hivyo. Yaani sana Diamond anaweka ubezi fulani hivyo, zombie. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo habari. Sasa umeelewa vizuri? Ndio maana mimi nimependa kwa sababu ya ubunifu. Umeelewa vizuri? Creativity kitu cha muhimu sana. Sawa. Yeah man. Ukisikia milango inalia sana, ujue hilo eneo halina fedha. Maana eneo lenye fedha litakiwa kuwa na kelele ya aina yoyote. Kama unabisha, fuatilia hili nalokuambia. Boni kama unabisha, fuatilia nalokuambia. Ukiona nyumbani kwako ukiwa unafungua mlango unalia nyui nyui, ujue hauna fedha na matatizo ni mengi. Inasambaa mtandaoni, kuna mama alikuwa anafungua mlango akafanya nyui, akasema ananiambia mlango nini? Ndio ujue hiyo familia itakuwa haina utulivu. Chance. Kama kitanda unacholalia ndio kushuka kwa pande zote nne. Pia hapo hakuna hela. Yani ukiona kitanda kikai katikati, yani huwezi kushuka kushoto wala kulia. Ujue kwamba serious kitanda kimewekwa tu ukutani. Inatakiwa kama kitanda kimewekwa ukutani, maana yake inatakiwa utafute muda mrefu wa kuendelea kujitafuta. Yani wewe bado unajitafuta hujajipata. Utafakari sana hatima ya maisha yako. Ni sahihi, uko sahihi. Inatakiwa uendelee sana kujitafuta. Ndio maana kila siku huwa anasema itakuwa ni vizuri kuwa ndani na akiba, lakini akiba haimaanishi ni unga. Hasa mtu akishakuwa na unga ndani anaona hiyo ndo akiba. Lakini ukiumwa unga uwezi ukakutibu. Akiba ni fedha. Hivi vipo vingine kuongezea. Kwa sababu umetunza unga, gesi imeisha, utachukua unga upeleke dukani ukupe gesi. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo fedha ni ya muhimu. Bana, ni The Sun Music hapa katuletea kazi na tumeenjoy naye, inaitwa Malalamiko. Lakini pia mshikaji wangu wa nguvu hapa bana, tayari 10 kamili, sisi tuondoke huko ndani. Sisi tumemaliza hivyo. Neno la mwisho BJ. Bana, niwaambie tu mashabiki wa The Sun kwamba track tayari na ili ingie kwenye top 20 za hapa, ni kuchagua kwenye vipindi mbalimbali vya hapa. Napenda sana weekend. Haya, asante sana. Naitwa BJ Juma, The Sun Music. Tumemaliza hivyo Jumatano ya leo. Kesho nao ni siku